kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media. Inawezekana hiyo concept haifahamiki. Lakini suala la bima kama bima, nafikiri sote hapa tunauelewa nayo. Sasa kwa kiwango kikubwa tegemeo langu hawa wataalamu waliokuja hapa wataweza kutufahamisha hasa nini maana na umuhimu wa bima ya afya kwa wote. Inafanya gani? Kama alivyosema kwamba Mheshimiwa Rais aliagiza ili lifanyike na lifanyike ndani ya siku 100. Kwa hivyo huu tunaokwenda nao ni utekelezaji wa hizo siku 100 ili tuhakikishe kabla hazijesha na hili swala linakwenda vizuri. Lakini kulisema, kulianza na mafanikio yake ni vitu viwili tofauti. Tunaweza tukafanya lakini lisifanikiwe. Sika tunaelewana. Tunaweza tukafanya kwa sababu mheshimiwa si nikasema, kwa hivyo ngoja nifanye nini? Nifanye. Isifanikiwe. Mafanikio yake yatakuja baada ya sisi wenyewe kulikubali na kujitayarisha nalo. Bila ya matayarisho ya msingi ya huku nyuma huku, hichi kitu hii bima ya afya kwa wote inawezekana ikawa hadithi kama hadithi ya vitu vingine. Kwa hivyo kitu kikubwa, madhumuni ya hichi kikao cha leo pengine na hivyo vingine vitakavyokuja, kwanza kulifanya kila mmoja analielewa, analifahamu, anajua nafasi yake ili liweze kutekelezeka katika misingi inayotakiwa. Sasa nilipoelewa mimi, moja ya dhamira ya hii ya bima ya afya kwa wote, kwanza wana Tanzania wote kila mmoja awe ana nafasi ya kupata huduma za nini? Za afya. Kila mmoja. Kwa sababu wengine hawapati, na wanalalamika kwa sababu labda nimekwenda sina fedha, si vitu gani na nini na vitu vingine. Ijapokuwa vituo vya afya vipo na huduma vipo, lakini bado kuna malalamiko maneno mawili matatu. Na ndio maana serikali sasa ikaamua kwamba basi bora kuwe kuna mfumo huu wa bima ya afya. Kwa hivyo kuhakikisha kila mmoja anapata nini? Huduma. Ana fedha au hana, lakini huduma ya afya au ana uwezo nayo ya kuipata. Lakini sio huduma ya afya tu. Sababu unaweza ukapewa huduma ya afya, lakini pengine huduma yenyewe haistahili, sio bora katika misingi inayotakiwa. Kwa hivyo jukumu jingine au madhumuni nyingine kwamba sote tupate huduma ya afya, lakini vile vile tupate huduma ya afya iliyokuwa bora. Sio afya tu au sio huduma tu. Sababu hata mimi ukija naweza nikakupa huduma ya afya, japokuwa sikusomea hata udaktari. Si nitakupa Panadol. Si huduma hiyo? Au vipi? Ni huduma, lakini je, ni huduma ambayo ni bora? Inawezekana isiwe bora. Lakini tupate huduma na huduma yenyewe iwe bora, inayostahili. Anatoka Mamlaka ya Usimamizi wa Bima TIRA, ni meneja wa Mamlaka ya Usimamizi wa Bima TIRA, nikiongoza kanda ya Mashariki ambayo ina mikoa ya Dar es Salaam, Pwani na Morogoro. Sisi leo kwanza tumshukuru mkuu wa mkoa, tumshukuru RAS pia pamoja na mganga mkuu wa mkoa wa Morogoro kwa kutualika kuja kutoa elimu kwa madmo, wakurugenzi, madasi na wote wakuu wa vituo. Na elimu hii ni muhimu kuhusiana na bima ya afya kwa wote. Kama mnavyojua, tumejiwekea malengo ambayo yanatakiwa kutekeleza yale malengo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano Dr. Samia Suluhu ya siku 100. Kwa hiyo sisi jukumu letu kubwa leo ilikuwa ni kuhamasisha uandikishaji wa vituo vinavyotoa huduma za afya, na mganga mkuu wa mkoa ameelekeza kwamba mpaka tarehe 22 Disemba vituo vyote vile vimeandikishwa. Kwetu ni jambo zuri na tutaendelea kutoa ushirikiano. Tuwashukuru pia waandishi wa habari
tutoe rai kwa Watanzania wote kwamba bima ya afya kwa wote inawezekana na tumuunge mkono Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano. Asante. Jina langu ni Alexander Sanga, ni mkurugenzi wa TEHAMA, mfuko wa taifa wa bima ya afya. Nipo hapa kushiriki mafunzo haya muhimu ambayo yameandaliwa na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Morogoro. Nashukuru sana ofisi ya mkuu wa mkoa wa Morogoro, ofisi ya katibu tawala wa mkoa pamoja na mganga mkuu wa mkoa wa Morogoro kwa kutupa nafasi ya kukutana na viongozi wa wilaya wote wanaoshughulikia masuala ya afya katika mkoa huu wa Morogoro. Tumepata nafasi ya kuweza kuelekezana mambo mengi ya muhimu kuelekea utekelezaji wa bima ya afya kwa wote. Kama mnavyofahamu, ni maelekezo ya serikali kwamba ndani ya siku 100 tuwe tumeanza kutekeleza bima ya afya kwa wote. Sisi kama mfuko wa taifa wa bima ya afya tumeweza kueleza ni namna gani tumejiandaa kuelekea utekelezaji wa sheria ya bima ya afya kwa wote. Tumeeleza namna ambavyo utaratibu wetu wa kuandikisha wanachama, namna ambavyo utaratibu wa kukusanya michango, namna ambavyo utaratibu wa kuwahudumia wanachama kupitia kwenye vituo vya afya ambavyo sehemu kubwa sana vinamilikiwa na serikali, na hawa watu ambao tulikuwa nao ndio wanaosimamia zaidi. Lakini pia tumeelezana namna ambavyo tutaenda kushiriki usajili wa kaya zile za makundi maalum kama ambavyo serikali imeelekeza. Kwa hiyo tunashukuru, kikao chetu kimeenda vizuri na wameweza kutuelewa, na tunaamini kabisa kwamba tutaendelea kushirikiana kwa ajili ya kutekeleza. Lakini tumepata nafasi pia ya kuweza kueleza nafasi ya mfuko wa taifa wa bima ya afya katika utoaji wa mikopo wa vifaa kwa ajili ya TEHAMA na vifaa tiba vingine. Tunafahamu kuwa utekelezaji wa bima ya afya kwa wote bila matumizi ya teknolojia ya TEHAMA utakuwa ni mgumu sana. Kwa hiyo maandalizi ambayo tumeyafanya kama mfuko na serikali kwa ujumla unahitaji hivi vifaa viweze kuwepo kwenye vituo. Kwa hiyo ndugu zetu wote watoa huduma wanaalikwa kwa ajili ya kuapply kwenye mikopo, waweze kuitumia vizuri na tutoe huduma zilizo bora kwa wanachama kama ambavyo serikali inakusudia. Asante sana. Saida Mahugu, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Ulanga. Leo tumeweza kuhudhuria mafunzo ya uelewa kuhusu uanzishwaji wa bima ya afya kwa wote. Tumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kuliwasilisha jambo hili na sisi kuweza kupata elimu hii na kwenda kuifanyia kazi. Tumepokea sisi kama wakurugenzi pamoja na timu zetu kwa ngazi ya halmashauri, tumepokea na tunakwenda kufanyia kazi kwa ajili ya kwenda kutoa elimu ya awali au mafunzo kwenye ngazi ya wilaya, kupata mafunzo kwa watumishi wa ngazi ya wilaya, lakini waganga wafawidhi wa vituo, lakini pia na CHMT waweze kupata uelewa wa jambo hili, na wanapokuwa katika vituo vyao waweze kushusha elimu hii ya bima ya afya kwa wote kwa wananchi wetu. Ni jambo la kushukuru sana, na sisi tunaamini itakwenda kutusaidia kwa wananchi wetu wote kupata afya, kupata huduma za afya kwa kutumia bima ya afya kwa wote. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka.